ganzi ganzi, nashindwa hata kutembea. Nateseka kwani utuoni mimi na mwanao, mali zimekuwa Dada, shikamoo. Mimi si jambo. Nimekupigia simu, nilikuwa nataka nikwambie usihangaike kumtafuta mtoto, maana wamemrudisha huku. Subiri mama anaingia. kwa roho nashindwa, nateseka kwani utuoni mimi na mwanao, mali zinatuadhibu, maisha yamekuwa shughuli. Ili uko wapi unitue mzigo, ndugu ndio amekuwa fimbo ya kiunimiza hata huyu mchi. Otopia wanamtaka na hii ndio faraja yangu, wewe kitanzi usikibe. Unaweza kuniambia ulikuwa unaongea na nani nje? Lakini mama, mbona unapenda kufuatilia mpaka maisha yangu binafsi? Oh, napenda kuingilia maisha yako mpaka binafsi. Sasa basi, nataka nikwambie kitu. Sasa hivi upo kwenye himaya yangu mimi, sio himaya ya yule kiswaswadu wako aliyoondoka. Alafu kingine, nataka nikuulize maswali yangu haya na unijibu kwa wakati. Usiponijibu, ulikuwa unaongea na nani nje? La kwanza. La pili, kwa nini uliponiona ulishtuka na kuja kukimbilia huko? Kitanzi kimenikaba, kwa roho nashindwa. Limekuwa swali gumu upande wako. Unanifuatilia nyendo zangu, si ndio? Nikija kugundua chochote kinachoendelea humu ndani unakitoa kumwambia kiswaswadu wako. Sina mengi zaidi ya hapa. Lakini kwa nini mama anakuwa na lomba ya kiasi hiki? Na wakati yule ni mjukuu wake kabisa wa damu. Kuna kitu hapa kitakuwa kinaendelea, sio bure. Na mimi pia nikileta mchezo, maisha yangu yapo hatarini. Kwanza hapa naona kabisa, ngoja nijifanye kama sijui kitu na kama sielewi. Kwa sababu mimi kichonileta hapa ni kutafuta riziki. Ngoja nikaushe tu. Akili yangu imekufa ganzi, taratibu nashindwa kabisa kweli. Ya leo sio ya jana, msemo wasema hivi ni kweli. Leo nipo peke yangu, na uko wapi mama? Nakuita mwanangu. Akili yangu imekufa ganzi, taratibu nashindwa
usioyachana msemo wasemao hivi ni kweli leo nipo peke yangu, kuna uko wapi mama, nakuita mwanangu, ganzi Usiongee kwa nguvu bibi akasikia. Ngoja tumpigie sawa. Lakini usiongee kwa sauti sana sawa? Halo dada. Halo. Nipo naye huyu hapa kusalimia. Ongea taratibu sawa? Haya, ongea bibi sisikie. Nana. Kama mami, nimekupenda sana. Endelea kunichukua. Kwanza yani unaendeleaje? Bibi anasema atanipeleka kwa babu kijijini, sitaki kwenda. Kwa babu yako? Babu yako yupi Nana? Haya sasa usiwe na wasiwasi sawa mwanangu. Down. Kesho nitajitahidi nifike hapo sawa, nitakuchukua. Nitatumia akili yote tu nikuchukue mwanangu sawa? Nimekumisi sana. Okay, I love you mami. Aya mami. Love you. I want to go to sleep. Tu nikupeke ukalale. Moyo wangu umekufa ganzi, akili yangu imekufa ganzi. Bila shaka umekamilisha kila kitu chokuagiza, si ndio? Nakusikiza. Umepataje? Acha tu, nimetumia kazi. Sasa mambo ungefanya muda wote, singekuwa tuko mbali sana sasa hivi. Sasa leo ndo utajua niko na maanisha nini. Wewe utakuja kunishukuru, utaona. Umefanya fanya maana sana. Ila mimi leo mwanzo siko sawa kabisa. Kwa nini? Mtoto wa kakaangu yule amepotea. Potea? Kakaangu yule alienda naye kijijini huko, kuna mashamba yetu. Akambeba akaenda naye. Ndio amepotelea huko. Kijiji gani hiki? Kinaitwa Mbala. Mbala? Vipi? Kuna kitu unakifahamu? Hamna. Unajua nani, nilikuwa natafakari kwa kina sana. Imekuja kwaje, yani habari inasikitisha sana. Lakini kakaangu ameahidi yote atakayempata wa mtoto atampa zaidi ya milioni 30. Milioni 30? Atapatikana, mimi naamini kabisa. Na pia nani, tushiriki kitu muhimu sana ambao tulichokipata mimi na wewe hiki. Masuala hati sawa? Basi sawa. Mimi ngoja nikaoge. Safi sana.
Sasa utajua jinsi gani maisha yanapokuwa mazuri duniani na utajua nini kwa namaanisha sasa. Ana akili ya ziada. Man. Sasa nisikize kwa makini na kuomba, huyo mtoto mkimpata msimfanye chochote kile wala msumzuru. Kuna issue nyingine imepatikana, dawa limeongezeka. Ndio mleteni jinsi alivyo mzima kabisa, tafadhali asiumiwe huyo mtoto huyo. Na inasemekana kijiji alipo kijiji cha Mbala. Hiyo simple sana jinsi ya kumpata huyo. Na hicho kijiji mimi nakifahamu vizuri sana hicho kijiji. Ya sawa. Kamilisheni na mtaona na haya maisha na mtakula maisha mpaka je mtasema basi. Kudaradeki. Ya sawa. Haya ndo nataka maisha. Ganzi mwili wote umejaa ganzi. Baby. Unaongea? Hata kutembea. Nateseka kwani hutuoni mimi na mwanao. Mali zimekuwa Akuta muhimu zaidi hati bwana. Ezi nitwe roho mbaya zaidi, hata huyu mtoto pia wanamtu akanashindwa kabisa. Nateseka hata mama yako leo skitanzi. Niache kidogo na tangatanga barabarani, moja haikai mbili, hakai kwani kosa langu nini? Mali nimetafuta na mume wangu, lakini leo zimekuwa zenu. Basi niachie hata huyu mtoto kitanzi na kitanzi niheme. Ganzi mwili wote umejaa ganzi. Ganzi nashindwa hata kutembea. Hapa ndo nyumbani, huyu hapa ndo mke wangu. Hata usijali, hapa. Niko hapa, jisikie kama upo nyumbani. Jamani. Haya kulikoni babae? Naona umenijia na Wahindi. Sijui Mwarabu, sijui kitu gani. Haya nipe kaifa, kulikoni? Nisikilize mke wangu. Nisikilize. Huyu mwanamke hapa nimemkuta barabarani. Alafu cha kwanza ana mitani chungu mzima. Yaani ana mitiani. Ndio maana mimi aliponiambia maneno, kabidi hebu nimchukue tu juu. Hapa nyumbani niishi naye. Rudia tena. Sijakuelewa vizuri. Rudia tena kwanza. Ninakuomba sana. Huyu hapa ni kama mwanamke mwenzako. Tumstiri ndani. Atapopata kazi basi alhamdulillah ataondoka. Sasa nisikilize mwanaume nikwambie. Wewe sio shirika la misaada. Hiki sio kituo cha watoto yatima. Si unanielewa? Ninachotaka kukwambia, huyu mwanamke wako naomba hapa umtoe. Kwa sababu anavyoonekana hana dhiki yoyote, hana njaa yoyote. Wewe leo uniambie ana shida, nimemtoa barabarani, nije nimsaidie. Wewe shirika la misaada, baba usinikoroge ndonya. Alafu kumbe ndo tabia yako Wewe unasema nina kazi za usiku, nina kazi za kukesha. Kumbe ndo upuzi unaofanya. Kwa hiyo umeamua huko haitoshi, umeamua uniletee humu ndani. Sasa nakwambia nisikilize, tena nakwambiaje? Ukitaka unikoroge ndonya yangu leo ujue iliposimama. Huyu mwanamke aingie ndani. Mke wangu. Acha namna hiyo. Acha leo mbaya mke wangu. Yule pale mwanamke mwenzako. Kama leo mbaya ipake rangi. Ninachokitaka mimi mwanamke humu haingii. Wewe sio shirika la misaada. Dada samani. Haya, unatokea wapi na una shida gani? Mimi kusema ukweli mumeo alinikuta tu barabarani na randaranda.
na ni mara kadhaa alikuwa akihitaji kunisaidia, lakini ndio hivyo, leo imeshaandikwa anilete hapa nyumbani kwenu. Aha, atakuleta hapa hivi. Ukimwangalia huyu juu mpaka chini, ana hadhi ya kukusaidia wewe? Ana hadhi ya kukusaidia wewe? Sasa kama wewe bwana yako mmekusanyana huko, umejifanya wewe ombaomba, sio umejifanya nini? Yaani unavyoonekana wewe sio ombaomba, mtu mwenye pesa zako. Leo umempenda mume wangu. Sasa nikwambie, huyu ni mume wangu mimi na ni wa kwangu mimi, sitaki kushare. Kama mna share huko, kama mnaona kwa mtosheki, mnaamua kuja hapa sasa kuja kunirusha roho, sitaki. Nakwambia uondoke. Baba, toa kinyago wako, peleka ulipomtoa. Mambo yote hata jisikie upo nyumbani. Mimi hapa nitaongea naye. Mimi najua yule nikiwa mimi na yeye. Nashindwa hata kutembea. Nateseka kwani hutuoni mimi na mwanao. Mali zimekuwa shubiri, mali zangu mwe. Yezi nitwe roho mbaya zaidi hata huyu mto. Kitanzi kimenikaba, kwa roho nashindwa, nateseka kwani hutuoni mimi na mwanao.